Karibuni sana. Unajua, wengi wetu tuna utaalamu fulani, tuna kitu tunakijua vizuri. Lakini swali ni, unawezaje kugeuza huo utaalamu kuwa biashara halisi yenye mapato? Basi leo tunalichambua hili swala kwa kina, tukitumia mawazo kutoka kwenye kitabu cha Dorie Clark, Entrepreneurial You, kupitia uchambuzi bomba uliofanywa na Filippo Florian. Sawa, hebu tuanze na kauli hii. Inachoma kidogo, sio? Fikiria, umefanya kazi kwa bidii, wewe ni mtaalamu kweli kweli, watu wanakuheshimu, lakini kitabu kinasema haitoshi. Hii inatupa changamoto kubwa, hasa hapa kwetu Tanzania. Ina maana kwamba kuwa na kipaji peke yake sio tiketi ya mafanikio tena. Lazima tufikirie zaidi ya hapo. Mwandishi mwenyewe, Dorie Clark, alijifunza hili kwa njia ngumu. Hebu fikiria, siku moja unaamka, unaenda kazini kama kawaida, alafu ghafla huna kazi. Ndivyo ilivyomtokea. Na tukio hilo lilimlazimisha afungue macho na kutafuta njia nyingine kabisa. Hali hii sio ngeni. Tunaisikia kila siku. Makampuni yanapunguza watu, uchumi unayumba. Swali la kujiuliza ni, je, wewe una mpango mbadala? Okay, kwa hiyo safari yetu leo itakuwa na sehemu 6. Tutaanzia wapi hasa tatizo lilipo kwa wataalam, kisha tutaangalia jinsi ya kujenga jina lako, halafu jinsi ya kutengeleza pesa, na mwisho kabisa jinsi ya kufikia lengo kuu, yaani kuishi maisha unayoyataka wewe. Naamini uko tayari, twende pamoja. Sawa, sehemu ya kwanza kabisa, tatizo la mtaalamu. Tunaongelea nini hapa? Kwa nini kuwa mzuri kwenye unachokifanya, kwa nini haitoshi tena? Hebu tuchimbue kidogo. Unajua, dunia ya kazi inabadilika kwa kasi ya ajabu. Ingawa hizi takwimu ni za Marekani, ukweli ni kwamba mwelekeo ni ule ule kila mahali, hata hapa kwetu Bongo. Lile wazo la kusoma, kupata kazi moja na kukaa hapo mpaka ustaafu, hilo wazo linafifia. Kutegemea mshahara mmoja tu ni kama kucheza kamari na maisha yako. Okay, kama mfumo wa zamani haufanyi kazi tena, je, tunafanyaje sasa? Hapa ndipo suluhisho linapokuja. Tunaita kazi mtambuka. Wazo lenyewe ni rahisi sana kuelewa, lakini lina nguvu ya ajabu. Acha kuweka mayai yako yote kwenye kapu moja. Fikiria mapato yako kama vile mwekezaji anavyofikiria hisa zake. Hata nunua hisa za kampuni moja tu, atawekeza sehemu mbalimbali. Na wewe fanya hivyo na utaalamu wako. Tengeneza vyanzo tofauti vya mapato. Kimoja kikiyumba, vingine vinakubeba. Na uzuri wake ni kwamba Dorie Clark hafafanui tu tatizo, anatupa na mpango kazi, yaani hatua 3 rahisi na zinazoeleweka. Sio nadharia ngumu, hapana. Hizi ni hatua ambazo mtu yeyote popote alipo anaweza kuanza kuzifuata leo. Basi, tuanze na hatua ya kwanza ambayo ndio msingi wa kila kitu. Kabla ya yote, jenga jina lako. Hii ni kanuni ya dhahabu. Kabla hata hujaanza kufikiria kuuza kitu, watu lazima wakuamini kwanza. Na uaminifu hauji kwa kuomba, unajengwa kwa kutoa. Kazi yako ya kwanza ni kushiriki kile unachokijua. Toa thamani kwa watu. Wasaidie watu bure. Hapo ndipo utaanza kujenga jina la mtu anayeaminika. Hebu angalia hii mifano. Watu wenye mafanikio hawaanzi kwa kusema nilipe, hapana. Wanaanza kwa kutafuta majukwaa ya watu wengine, wanaenda huko na kutoa ushauri bomba bure, wanajenga uaminifu kwanza, wanaonyesha kile wanachoweza kufanya bila kudai chochote. Hii ndio siri ya kujenga jina imara na la kuaminika. Sawa, hatua ya pili sasa. Umeshajenga jina, watu wanakuamini na wanakuona kama mtaalamu. Nini kinafuata? Huu sasa ndio wakati wa kuanza kutengeneza pesa kutokana na huo utaalamu wako. Kuna njia 2 kuu za kuanza. Ya kwanza ni ile ya kubadilisha muda wako kwa pesa. Unatoa ushauri, unafanya ukocha, ni nzuri kuanza. Lakini siku ina masaa 24 tu. Lengo kuu ni kufika kwenye njia ya pili, kutengeneza bidhaa kama vile kozi za mtandaoni ambazo unaweza kuziuza kwa watu wengi kwa wakati mmoja. Hapo ndipo unaanza kupata pesa hata ukiwa umelala. Na usifikiri hii ni nadharia tu, la hasha. Angalia Dorie Clark mwenyewe. Hii ndiyo picha halisi ya kazi mtambuka yake. Ana vyanzo 7 tofauti vya mapato.
Yaani, anafanya kile anachokifundisha. Hii ndiyo inampa usalama halisi wa kifedha. Hatua ya tatu na ya mwisho kwenye mpango wetu. Sasa, hebu tuongelee jinsi ya kupiga hatua kubwa zaidi. Hapa sasa, mtandao unakuwa kama silaha yako ya siri. Yaani, ni kama injini ya rocket kwenye biashara yako. Sasa, sikiliza hii story. Hapa ndipo Dorie Clark alipopata mshtuko. Rafiki yake, kwa kutuma barua pepe chache tu, aliingiza karibu $28,000, pesa ambayo Dorie alipata kwa kufundisha darasa kwa wiki 2 nzima, akitumia nguvu na muda mwingi. Hapo ndipo alipogundua, kumbe kuna nguvu kubwa sana huku mtandaoni. Mtandao unavunja ile sheria ya zamani kwamba lazima utumie muda wako ili upate pesa. Sasa unaweza kutengeneza kozi moja na ikauzwa kwa maelfu ya watu duniani kote. Unaweza kushirikiana na watu wengine, unaweza kuuza bidhaa za kidijitali, yaani uwezekano hauna mwisho. Sehemu yetu ya mwisho. Tumeongea sana kuhusu kujenga jina na kutengeneza pesa, lakini hebu tujiulize swali la msingi. Kwa nini tunafanya haya yote? Lengo la mwisho sio tu kuwa na pesa nyingi. Pesa ni zana tu. Lengo ni kile ambacho hiyo zana inatuwezesha kufanya. Pointi yote ni hii: kupata uhuru. Uhuru wa kuchagua. Uhuru wa kufanya kazi unayoipenda kwa wakati unaotaka na kutoka mahali popote unapotaka. Ni kuhusu kuwa na udhibiti wa maisha yako badala ya maisha kukudhibiti wewe. Kwa hiyo, huu ndio mabadiliko makubwa ya kifikra. Badala ya kazi yako kuamua maisha yako yaweje, wewe unaamua kwanza unataka kuishi maisha ya aina gani, halafu unatengeneza kazi inayolingana na hayo maisha. Unachukua usukani. Kwa hiyo, na kuachia swali hili la mwisho la kutafakari. Hebu kaa chini, fikiria kwa makini. Ni utaalamu gani hasa ulionao ambao unaweza kuutumia kama mbegu ya kubuni maisha unayoyataka kweli? Jibu lako kwa swali hilo ndio mwanzo wa safari yako mpya.